Mama yake alilia. Alijua Neema alikuwa na akili sana. Alijua Neema alikuwa mwanafunzi bora, lakini umaskini ulikuwa mnyama mkatili. Habari na karibu tena ndani ya Simulizi Sauti Tamu. Mimi ni mtangazaji wako Saya Pro, na leo nimekuletea simulizi ya kipekee itakayokufanya usisikie njaa wala kiu. Kabla hatujaanza, kama wewe ni mgeni, bonyeza alama ya subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata mwendelezo wa simulizi hizi. Tayari, tuende kazi. Jua la saa 8 mchana lilikuwa likichoma bila huruma katika kijiji cha Matumaini, kijiji ambacho jina lake lilikuwa kinyume kabisa na maisha ya Neema. Katika kona moja ya kijiji hicho kulikuwa na kanyumba kadogo ka udongo. Utadhani nako kamechoka na maisha. Hapa ndipo anapoishi Neema, binti wa miaka 19, mwenye macho yaliyojaa ndoto lakini tumbo lililojaa njaa. Siku hii Neema alikuwa amekaa kwenye kigoda kilichovunjika mguu mmoja, akijaribu kuunga kamba ya kiatu chake cha shule ambacho kimeshonwa mara nyingi mpaka uzi ukawa hauna pa kushika. Mlangoni alitokea mama yake, Bi Maria, mwanamke aliyezeeshwa na shida kuliko umri wake. Alimtazama Neema, kisha akatazama sufuria tupu iliyokuwa jikoni. Hakuwa na neno la kusema. Macho yao yalikutana na Neema. Neema alitabasamu kidogo, tabasamu la kumfariji mama yake, ingawa moyoni alikuwa anavuja damu. Neema mwanangu, mama yake alikaa chini kwa uchovu. Mwalimu mkuu ametuma ujumbe, ada ya mdogo wako Baraka haijalipwa na wewe ndio mwaka wako wa mwisho. Sijui nifanye nini. Hapa ndipo kisu kilipochoma moyo wa Neema. Alijua fika kuwa hakuna pesa. Baba yake alishafariki miaka 2 iliyopita. Wakati wakizungumza, kicheko kikali kilisikika kutoka kwa jirani yao, Mama Ashura. Mama Ashura alikuwa na duka la kijiji, na kila alipopita mbele ya nyumba ya Neema alihakikisha anatoa neno la shombo. Hivi Maria, bado tu unapambana kumpeleka huyo binti shule? Mama Ashura alihitaji kusikika na kijiji kizima. Shule gani mnayosoma na njaa? Huyo Neema akimaliza shule atakuwa malkia wa wapi? Maskini hawasomi, maskini wanafanya kazi za suruba. Mpeleke mjini akawaogee watoto wa matajiri, labda mtapata pesa ya kula ugali wa muhogo. Neema alifumba macho, mikono yake ikitetemeka. Kila neno la Mama Ashura lilikuwa kama msumari wa moto. Watoto wa kijiji walikuwa wakipita na kumnyoshea vidole. Yule pale Neema wa nyumba inayoyumba. Usiku ule kukiwa na giza nene na sauti ya panzi, Neema hakulala. Alimsikia mdogo wake Baraka akilia kwa njaa. Hapa ndipo akachukua uamuzi uliogawa maisha yake mara 2. Asubuhi na mapema Neema alimfuata mama yake. Mama, mimi sitarudi shule. Nitabaki hapa kijijini nifanye vibarua kwenye mashamba ya matajiri. Pesa nitakayopata itamsomesha Baraka. Mama yake alilia. Alijua Neema alikuwa na akili sana. Alijua Neema alikuwa mwanafunzi bora, lakini umaskini ulikuwa mnyama mkatili uliokula ndoto za binti yake. Mwanangu, unajitoa muhanga kwa ajili ya mdogo wako? Neema alitikisa kichwa, machozi yakimtoka. Ndiyo mama, ipo siku mimi nitaandika historia mpya. Siku iliyofuata Neema alionekana shambani mwa mzee tajiri, akipalilia kwa mikono yake. Wanafunzi wenzake walikuwa wakipita kuelekea shuleni, wakiwa na sare safi. Walicheka, walimzomea. Ona sasa,
Ona msomi wetu anapalilia magugu, lakini Neema hakuangalia juu. Alikaza kamba ya kiuno chake, akachimba udongo kwa nguvu, huku kila tone la jasho likidondokea udongoni kama kiapo. Hakujua kuwa lile lilikuwa shimo la umaskini ambalo angetumia kuchimbia msingi wa utajiri wake wa baadaye. Huu ulikuwa mwanzo wa maumivu ya Neema. Lakini je, vibarua vya shambani vitatosha kulipa madeni yanayoisonga familia yake? Na ni nini kitatokea mama Ashura atakapokuja kudai nyumba yao kwa sababu ya deni la baba yake? Usiache kufuatilia sehemu ya pili ya simulizi ya kusisimua hapa hapa Simulizi Sauti Tamu. Mimi ni Saya Pro. Usisahau kusubscribe na kuacha maoni yako. Unafikiri Neema amefanya uamuzi sahihi kuacha shule? Tukutane sehemu ijayo.